Hello, habari, mambo vipi? Karibu katika chaneli yako nzuri. Na leo tutazungumzia kuhusiana na karafuu, jinsi gani inavyoweza kusaidia katika afya yako, lakini pia urembo, na mwisho nitazungumzia nguvu za ndani ama energy. Na cha kwanza kabisa ni kukumbushe tu, karafuu ni kiungo bora sana kizuri na kina matokeo mazuri sana katika sehemu zote tatu ambazo nimezungumzia. Hivyo unatakiwa kusikiliza video hii mpaka mwisho uweze kujifunza, na huenda ukaja kunishukuru kwamba jinsi gani umeweza kunufaika nayo na mambo yako yamekuwa mazuri, ikiwemo katika afya, lakini pia urembo na nguvu zako za ndani. Pia kwa yule ambaye ni mgeni katika chaneli hii, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili nikitoa mafunzo yangu mazuri kama hivi, basi unakuwa unayapata, unakuwa wa kwanza kabisa kuyaona. Na moja kwa moja bila kupoteza wakati, nitaanza na faida ya kwanza ya karafuu. Faida ya karafuu ya kwanza ni kusafisha mwili ama detox. Karafuu husaidia kuondoa sumu mwilini na kuboresha damu yako. Pia faida ya pili ni kuondoa bakteria na fungus. Yaani ni kama antibiotiki ya asili, nzuri sana kwenye koo, meno, lakini pia na tumbo. Na baada ya kuzungumza hivi, nitakwambia jinsi gani unavyoweza kutumia. Lakini pia faida ya tatu ni kupunguza maumivu ya meno. Faida ya tatu ni kupunguza maumivu ya meno, ambapo hapa utachukua karafuu yako, kisha utaisaga vizuri na kuweka ule unga katika jino linalouma. Kwa hiyo inapunguza haraka maumivu hayo ya jino. Lakini pia faida nyingine ya nne ni kuimarisha mmeng'enyo wa chakula. Inasaidia kupunguza gesi kwa wale ambao wana gesi, pia kiungulia na tumbo kujaa. Ikiwa wewe una tatizo la gesi tumboni, lakini pia una kiungulia cha mara kwa mara na tumbo lako linajaa, unatakiwa kutumia karafuu. Nitazungumza jinsi gani unavyoweza kutumia karafuu. Lakini pia faida nyingine ya tano ni kuongeza nguvu za mwili ama energy ya mwili. Hii inachangamsha mwili na kujisikia mwili uko vizuri, lakini pia kwa ambaye una uchovu wa mwili ama mwili wako hauko vizuri, hii husaidia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hapa nitazungumzia jinsi gani ya kuweza kutumia karafuu. Namna ya kufanya, utachemsha chai ya karafuu, uweke angalau karafuu 5 mpaka 6. Kisha utakunywa maji hayo asubuhi. Kumbuka chai hiyo hautii sukari wala asali. Chemsha tu karafuu, alafu kisha chemsha yale maji yaache yapoe. Utakunywa asubuhi glasi 1 na jioni glasi 1. Ni vizuri kama akawa na vuguvugu kwa mbali. Hii husaidia kwa wewe ambaye unakiungulia, pia husaidia mmeng'enyo wa chakula, lakini pia kwa ambaye tumbo linajaa gesi nyingi, hii itakusaidia. Kwa wale ambao mna matatizo ya meno, kama nilivyosema hapo awali, utasaga unga na kisha utatia pale kwenye meno. Lakini pia unaweza kutumia karafuu kwa kuloweka kwenye maji. Si lazima uchemshe tu kama chai, unaweza kuloweka kwenye maji kwa masaa kadhaa, alafu utakunywa asubuhi. Asubuhi kabla ya kula kitu chochote. Utakunywa yale maji kiasi kidogo. Hii itakufanya wewe mmeng'enyo wako wa chakula kuwa vizuri, lakini kwa ambao una tatizo la acid tumbo kujaa, kukoroma sana mara kwa mara, hii itakusaidia kukaa vizuri. Lakini pia karafuu unaweza ukaitafuna kwa wale ambao wana tatizo la mdomo kuwa unachacha ama kutokuwa na harufu nzuri. Hii ukitafuna tangawizi, ukitafuna karafuu, inakusaidia wewe kuweza kuwa na harufu nzuri katika mdomo wako. Kwa wewe ambaye huna harufu nzuri katika mdomo, basi unatakiwa kutumia karafuu. Na ndivyo hivyo utakavyotumia karafuu katika upande wa afya. Lakini pia karafuu husaidia katika upande wa urembo, ambapo husaidia kuondoa chunusi, lakini pia kufanya ngozi kuwa safi na kung'aa na kupunguza mafuta usoni. Na mafuta mengi yakiwa usoni, kumbuka ndio unapata chunusi nyingi. Lakini pia husaidia kuondoa harufu mbaya ya mdomo kama nilivyosema hapo awali. Jinsi ya kufanya kwa ambaye una chunusi
ni kuponda unga wa karafuu. Yaani tafuta karafuu, ponda vizuri ama saga vizuri, pata ule unga wake. Kisha ukishapata ule unga wa karafuu, unaweza ukachanganya na limao kidogo ama ndimu kidogo, tene 1-2, ukafanya kama maski ya uso kwa ambaye una chunusi sana. Kwa hiyo utakusaidia kupunguza chunusi, lakini pia utakusaidia wewe kuondoa mafuta usoni na kuondoa madoadoa yanayotokana na chunusi na kufanya uso wako kuwa na ngozi nzuri, safi na ya kung'aa. Unaweza kufanya hivi scrub hata mara 2 kwa wiki, sio mbaya. Utaona mabadiliko katika uso wako. Lakini pia karafuu inasaidia katika nguvu za ndani za asili. Kwa ambaye unahisi mwili wako unakuwa hauna joto, husaidia kuongeza joto la mwili, lakini pia kuvuta mvuto wa asili wa mwili, ambapo pia inasaidia kutuliza akili na kuongeza umakini. Unaweza kufanya hivyo kwa kunywa chai ya karafuu asubuhi mfululizo kwa muda wa siku 7. Utaona utofauti mkubwa ukiwa katika mwili wako, ikiwemo kuongeza joto la mwili. Epuka kuweka sukari nyingi kwenye chai ambayo umetia karafuu, na badala yake pendelea kunywa chai ya karafuu peke yake ili uweze kuona matokeo mazuri kwa haraka zaidi. Lakini pia hapa kuna tahadhari kidogo, usitumie karafuu nyingi sana kwa sababu huwa ina nguvu. Lakini pia wajawazito wasitumie, labda ikiwa wana ushauri wa daktari wao. Lakini pia waepuka sana kutumia karafuu mara kwa mara pasipokuwa na sababu za msingi. Ukawa unatumia tu mara kwa mara kwa sababu ina nguvu sana sana sana. Pia kama unataka karafuu iweze kuwa na kinga, lakini pia iweze kuongeza nguvu katika mwili wako na kushafisha mwili wako, inakufaa wewe kutengeneza mchanganyiko mkubwa ambao una nguvu kubwa. Ni karafuu, tangawizi pamoja na mdalasini. Hii ni chai ambayo huwa ina nguvu kubwa sana. Epuka kutia sukari nyingi, lakini ni chai ambayo itakufanya wewe kusafisha mwili wako, kuongeza nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa kuhusiana na karafuu, upande wa afya, urembo na nguvu zako za asili. Na ni kiungo kizuri sana na kinapendwa na watu wengi sana na kinaaminika sana, kwani ni kiungo cha asili na hakina madhara yoyote, isipokuwa ni kuwa makini katika utumiaji, usizidishe ili kuweza kupata matokeo mazuri. Na